Wewe Ruti, unaenda wapi na huo mfuko? Hilo sio swala lako Bata. Ungejua thamani ya mila zetu, ungeacha kuuliza maswali yako kila mara. Thamani gani? Ha? Thamani ya kujidhalilisha kila mara? Ruti, mke wangu, hivi unajua haya mambo yako ya mila yatatuletea majanga siku moja? Majanga gani zaidi ya hili? Kuolewa na mwanaume ambaye hata hajawahi kunilizisha? Najuta hatukupitia kwenye mila. Na ndio maana hii ndoa haina ladha hata kidogo. Oh. Kwa hiyo ndivyo unavyoniona. Na hakuna kitu chochote ambacho nimekufanyia kikahesabika. Wewe mwenyewe umesema hakuna. Ukweli ndio huo. Hata kitandani hakuna. Kwa hiyo umelijua hilo baada ya kukutana na vipimo tofauti eh? Ruti, hivi kwa nini uweze kunifanya nijihisi kama wanaume wengine? Umejua kuwa kuna vipimo tofauti eh? Basi haukuwa kipimo changu sahihi. Na laiti ningejua, nisingeolewa na wewe. Sawa. Kama mimi si lolote, sawa. Lakini nakuonya, kama utaendelea na hizi mambo zako za mila, usije kunilaumu kwa uamuzi nitakaochukua. Mwanaume mwenye nguvu hajifichi kwenye vitisho Bata. Wakati utafika. Ruti, wakati utafika. Kwenda bwana. Kesho nikija, baada hapo nitakuwa tayari mwanafamilia. Sio rahisi hivyo Magawa. Wazazi wangu wanaamini na kuheshimu mila na desturi za kwetu. Hivyo kila kitu lazima kipitie hatua. Hatua? Mbona ulisema watakuwa hawahitaji mshenga? Mimi nikajua mambo yatakuwa mepesi. Ndiyo. Hawahitaji mshenga kwa sasa. Mpaka pale utakapoonekana kuwa umefuzu. Kufuzu nini? Zawadi, hebu niambie ukweli. Ni mila za kale tu. Ukweli hata mimi sizijui. Unasema hujui mila za familia yako? Kiukweli sisi huwa hatuambiwi mpaka pale utakapofanikiwa kuolewa. Lakini ninachokisikia ni kwamba kila anayetaka kuoa kwetu lazima apitie mitihani midogo. Nadhani wanaofia usije ukanichezea. Hivyo lazima wakupime kama unanipenda kweli. Mitihani gani sasa? Mbona unatisha? Niamini Magawa, na imani sio mitihani mikubwa sana. Ukweli babangu huwa ni mkali sana. Lakini mimi nikiwa upande wako nitakufanyia kila liwezekanalo kuhakikisha unakubaliwa. Sijali Zawadi, mimi pia nipo upande wako. Kwa kila mtihani utakuja mbele yangu na kuhakikisha nitakuwa shujaa mbele yako. Odi. Asante. Karibu ifi yangu. Asante. Naona uko hoi. Nimeacha tu. Sapa. Salama za nyumbani. Nzuri tu. Karibu. Asante. Nimeona bora nije nilale hapa ili kesho asubuhi nijue naanzia wapi. Sawa ifi yangu, karibu sana. Usijali, hapa pia ni nyumbani kwako. Kaka. Karibu. Asante za hapa. Salama.
Umefanya vyema sana Ruti. Kesho ni siku muhimu ya kukamilisha taratibu zote. Nafikiri kila kitu kitakuwa shwari. Lakini Zawadi akijua haya yote kabla ya wakati, itakuwaje? Si tutamchanganya? Mke wangu, unakuwa kama hujui taratibu ya mila zetu. Zawadi hatakiwi kujua chochote mpaka mtihani wake utakapoisha. Hilo ndo jambo la muhimu mke wangu. Vipi? Mbona kama kuna kitu mnanificha? Vipi shemeji, mzima? Mi mzima ndugu yangu. Na kuhusu mke wangu mzima, japo ameenda kwa kaka yake huko anamalizia mila zao za ukoo. Mila? Ina maana bado kuna watu hapa mjini wanaendekeza mambo kama haya? Kwa hiyo na wewe umemruhusu? Hapana. Mimi sikumruhusu Chesko. Sikumruhusu. Lakini kama unavyomjua mke wangu, yeye hana hata muda wa kusikiliza mawazo yangu. Yeye kila kitu anajua. Swaiba, tatizo lako mke wako anaonekana kila kitu ameshakutawala. Ndio maana huna kauli kabisa juu yake. Yaani umekuwa kama kijakazi nyumbani kwako. Lakini unafikiri mimi nitafanya nini Chesko? Haya mambo ya ndoa ni magumu. Ni magumu ndugu yangu. Nisikilize. Ukiona mkeo ameanza kudharau, unajua kuna mahala umfikishi. Hali yenyewe ndo kama hii sasa. Hapo huna cha kufanya zaidi ya kuniachia mimi nikupe dawa. Vumbi la Kongo ama kisungula. Nitakuhakikishia kabla jua lijazama mkeo kasharudi. Na atakutii kama askari mbele ya kamanda. Wewe umeruhusiwa nani kutoka asubuhi hii? Tulikubaliana kesho ndo utolewe. Hebu kwenda huko kacheze mbali, usije kutuharibia shughuli. Mwana, niache, una nini? We chizi. Mtoka kacheze mbali. Zawadi. Ingia ndani. Na usitoke tena nje, sawa? Zawadi. Usijali. Kakae ndani. Kuhusu ugeni, nitaupokea mimi mwenyewe. Sensia. Mwenye kaeka zangu mjini.
Nini? Wisi, tunatakiwa kuwa makini sana na huyo chizi wenu humo ndani. Ruti, kwa nini unasema hivyo? Kwani kuna tatizo gani? Wisi, nahisi anaanza kurudisha kumbukumbu zake. Kuna nyakati mambo anayofanya, jinsi anavyotazama, anaonekana kabisa kurudisha kumbukumbu zake. Na hii inaweza kutuumiza Wifi. Tunatakiwa kuwa makini. Hivi unadhani inaweza kuwa rahisi kiasi hicho? Na hata kama kumbukumbu zinamrudia, akipona ndio itakuwa vizuri. Na sisi tutapumzika kuhangaika kila siku na hizi heka zisizoisha za mara kwa mara. Wifi, usijisaulishe. Akija kupona yule ni sana kuua mila zetu. Na unajua vizuri kabisa vingi tulivyovifanya, atakuja kutumbua. Atakuwa mwiba kwetu. Hivi unafikiri tunaweza kulificha hili milele? Mila hizi na siri hizi ni mzigo mzito sana. Na kweli kama atakumbuka, tutakuwa hatuna pa kujificha. Na ndio maana nasisitiza tuwe makini sana kuliko wakati mwingine wowote. Huyu chizi Mama Zawadi akija kupata nguvu, tumeisha. Kweli kabisa. Unanisindikiza japo walisema wataki mshenga? Hiyo sio shida Magawa. Nitakuwa mpambe wako. Kama wataki mshenga wa mila, bado mimi ni chawa ndoa yako. Lakini familia yao imeweka wazi. Hawataki mshenga. Inanifanya nihisi kama vile wananipima nguvu. Nisikilize ndugu yangu. Familia yoyote inayoendesha ndoa bila mshenga, hiyo ni familia ya kiuni. Hawazijui mila na wala hawana heshima hata kidogo. Kwa sababu ndoa sio lele mama, wakati mwingine nakubidi upigane kama simba. Wakikufukuza leo, kesho unarudi kwa kishindo. Na wakikupatia mke, hakikisha heshima yako inabaki. Lakini Shesko, mimi sioni kama ni muhimu kupigana nao. Kwa sababu wanaweza kuninyima mke. Magawa, ndoa sio mchezo wa watoto. Wanachokifanya wao ni kuupima moyo wako, na wewe usiwaonyeshe kabisa kutetemeka. Nenda kama shujaa na sio kobe. Na wakitukubalia tutarudi na mke, sio maneno tena. Nyie ndo wauaji wenyewe? Ndio. Kwa nyote mnamtaka binti yetu? Jamani, njoeni! Wifi, njoeni mshuhudie! Hao ndio wauaji wenyewe. Vijana, anemtafuta binti yetu ni nani? Mimi hapa mzee. Au kuambiwa kwamba hatutaki mshenga? Naomba unisamehe. Mwanamume aombe msamaha kirahisi hivyo.
Ingia ndani. Ingia ndani. Unaweza ukaenda. Huyo kijana mjuaje? Ni mtoto wa mjini. Najulikana na watu wengi sana. Haya, tembea sasa. Na tukuone tena. Siwezi kuondoka bila kuachia kifimbo cha mwiba. Ndo nini iko? Hey, Zawadi. Rudi ndani, utaki kutoka nje. Huu ugeni ni wa kwangu mimi. Sio. Rudi ndani. Kwa kuwa tushajua nia yako, sasa ni muda wa kupata mtihani mkuu. Mtihani wako wa kwanza ni kuhakikisha unalala kitanda kimoja na huyu aliyekuwa pembeni yako. Huyu shangazi yake na Zawadi.